Hello. Mambo, karibu tena kwenye channel yangu. Jina langu naitwa Lydia. Kama ni mgeni unakaribishwa, na kama ni mwenyeji karibu tena. Channel yetu inajihusisha na mambo ya urembo, utunzaji wa nywele, afya ya mwili pamoja na usafi wa mwili kwa ujumla. Napenda sana kuongelea kuhusu nywele kwa siku ya leo. So kuna vitu ambavyo nataka kushare na wewe kwa siku ya leo, vitakusaidia sana katika safari yako ya kukuza nywele zako, hasa katika matumizi ya steaming na stuff kama hizo. People wengi wamekuwa kichanganya kuhusu steaming. Yani ziko steaming aina nyingi. Leo niko hapa nataka tuongelee zile main things za kwenye steaming ama conditioner. Najua hilo sio neno geni, umewahi kulisikia, but haujui conditioner ni nini. Yani haujui inafanya nini kwenye nywele na ipi unatakiwa kuitumia kwa wakati gani, kwa sababu hizi conditioner zimetofautiana vile unavyoziweka na namna zinavyokaa kwenye nywele zako kwa muda gani. Kwa hivyo somo la leo tutajifunza hivyo. Na kwa nini nimekuja na somo hili? Kwa sababu watu wengi hasa kwenye saluni, I think saluna wengi hawajui hii kitu. They think kwamba unapobodly nywele it's better ukapply steaming kisha ukabodly. That's not good. Yani hiyo haitakiwi ikue hivyo. Hiyo haiko hivyo guys. So ziko aina nyingi za conditioner. Kuna conditioner nyingi sana. Kuna za proteini, kuna vile mtu anataka kurepair nywele. Zipo aina nyingi sana. Kurepair nywele ambazo zimekatika, maybe zimeharibika kwa kutumia chemicals na relaxers, hizo dawa na vitu kama hizo. Kuna conditioner za kuweka proteini. Yani ziko aina nyingi sana za conditioner. Lakini mimi leo nitaongelea kuhusu hizi main three types of conditioner. Ninapokuwa nasema conditioner, unaweza ukatumia neno steaming, ni kitu sawa. So kuna aina tatu, let's say kuna aina tatu za steaming, ili tutumie lugha moja tuweze kuelewana. Hizi zimetofautiana vile unavyo apply kwenye nywele na muda gani unavyoziacha kwenye nywele zako kama nilivyokuambia hapo awali. Kwa hiyo ziko aina tatu, ambayo ya kwanza ni conditioner, just a normal conditioner, ama jina lingine linaitwa rinse out conditioner ama steaming, ambayo unaiosha. Na actually hii hapa unaiapply baada ya kuosha nywele zako na shampoo. Yani pale siku unaosha nywele zako, ukaosha nywele zako kwa shampoo. Shampoo ina kawaida kuondoa kila uchafu, takataka na everything kwenye nywele zako na kwenye ngozi yako ya kichwa. Kwa hiyo hii conditioner inakusaidia sana kurejesha sasa ule unyevu ambao shampoo imeuondoa. Kwa hiyo that's why unashauriwa unapoosha nywele zako, kabla hauja jump into another step, apply conditioner, rinse out conditioner. Na hii ni conditioner ambayo inasaidia kuditango nywele zako. Kuditango maana yake ni kuchambua nywele, yani kuzitoanisha nywele. Kawaida nywele za asili zina kawaida ya kujifunga. Kwa hiyo umeosha, na hii najua wengi mnajua, kwa sababu ukitoka kuosha nywele mara nyingi waga zina shrink, zinakuwa fupi. That's why mtu anakuambia ukiosha nywele zako zinakuwa fupi. No, haziwi fupi. Kitu kinachotokea pale, nywele zinasinyaa. Zipo kama spring, natural hair zetu zipo kama spring. Ukiosha inasinyaa. Kwa hiyo huwezi ukaendelea na process labda ukachana. By the way, unaweza ukachana, lakini utapata matokeo mabaya, kwa sababu zikisha shrink inakuwa ngumu sana kuweza kuchana nywele kanyoka vizuri. Kwa hiyo hii conditioner inasaidia sana wakati wa kuditango zile nywele ambazo zimebonyea. So hii ukiipaka inasaidia sana kuzifanya hata ukiwa unachana basi hazijifungi kwenye ncha. Kwa hiyo hii hapa inasaidia sana, lakini pia inafanya nywele zako ziwe laini. Yani umewahi kupaka mask ya ndizi? So kama umewahi kupaka mask ya ndizi, au ndizi tu kama unavyojua ina slippery material, yani waga inateleza. Kwa hiyo hizi conditioner mara nyingi zimetengenezwa katika mfumo huo. Ukipaka kwenye nywele yako, hata kama nywele imejifunga, unapokuwa unaichambua, unaiachanisha, inatoka kirahisi, ijifungi kwenye ncha, yani haitengenezi knot kwenye ncha. Utaivuta itatoka, kwa sababu ya hizi ingredients ambazo zimewekwa kwenye hizi conditioner. Kwa hiyo hii unaiapply baada ya kuosha na shampoo, kama nimekwambia, kama nilivyosema hapo nyuma. Ukishaosha nywele zako na shampoo, then unapaka conditioner, na hii inakaa muda mfupi tu, dakika 1 mpaka 3. Zaidi unaweza ukaenda mpaka dakika 5, na kisha unaiosha kwa maji ya baridi. Unaiosha. Hapa ndio zipo tofauti jamani. Be careful. Kila wakati ambapo umeosha nywele zako na shampoo, paka nywele zako hii hapa rinse out conditioner. So let's jump kwenye another type ya conditioner, ambayo ni deep conditioner ama steaming.
ama unaweza ukasema hair mask. Sasa hii inakuwa ni conditioner ambayo ina repair damage hair. Zile nywele zilizoharibika, nywele yako unaona haina afya, nywele yako imekosa, yani imekosa ule mng'ao, imekosa nuru. Nyo kuna wakati unaona kabisa nywele yangu imekuwa curve to the extent, yani imekuwa to the maximum. Unaona kabisa nywele yangu mimi inahitaji kufanyiwa steaming. Guys, najua kuna watu yani kuna mtu hapo alipo since ameweza kufuga nywele zake hajawahi kufanyia nywele zake steaming. Na kuhurumia sana, kwa sababu utakuwa unalalamika tu daily, mara nywele zangu hasikoi sijui na nini. Hata kuwa vizuri, kwa sababu unazinyima kitu. Hii steaming ama deep conditioner ni kama chakula cha nywele, inasaidia nywele zako ziweze kuamka. Nywele zilizodumaa lazima ukizifanyia steaming lazima zitashtuka, kwa sababu vitu ambavyo vimetengenezwa kwenye hizi steaming vinasaidia sana yani kuhamasisha ukuaji wa nywele. Guys, I hope unanielewa. Zinahamasisha sana ukuaji wa nywele. Na hizi steaming ziko aina nyingi. Kuna zile za dukani, lakini zile ambazo unaweza ukatengeneza. By the way, next nitajitahidi hapa nitaanza kutengeneza hair mask ama steaming za nyumbani, kwa sababu kuna mwingine ni ngumu sana ku afford hizi za dukani, zinauzwa ghali sometimes. Kwa hiyo unaweza ukatengeneza jikoni kwako kwa kutumia vitu ambavyo unatumia jikoni. So just endelea kunifuatilia, nitajitahidi sana ili niweze kushare na wewe steaming ambazo ni za bei rahisi sana, unaweza ukatengeneza mwenyewe nyumbani. So mimi nataka nikwambie kwamba steaming ni chakula cha nywele, na ukitumia mara nyingi, sasa wale ambao wako saluni wanapaka wateja wao wakishaenda kuoshwa, baadaye mpake leave-in conditioner ambao ndo points inaenda kufuata, anampaka steaming, alafu ana blow dry nywele. Blow dry then una style nywele yako, maybe unasuka ama unabana. That's not right. Yani steaming haitakiwi kukaa kichwani. Steaming haitakiwi kukaa kichwani. Remember ile rinse out tunaiosha, kama inakwambia rinse out, osha. Lakini hii deep conditioner ni deep conditioner, yani ina treat nywele deeply. Na hii sasa unaiacha kwenye nywele yako for about 1 minute up to 30 minutes. Yani dakika 1 mpaka dakika 30 unaiacha kwenye nywele yako. Umeshaosha na shampoo, umepaka hiyo rinse out conditioner, ukakaa nayo dakika 1 mpaka 3, ukatoa, ukaosha. Acha tu tuseme ukishapaka conditioner, ukakaa nayo dakika 1 mpaka 3, osha kwa maji ya baridi. Ukishaiosha unapaka deep conditioner ama steaming ama hair mask, unaiacha kwenye nywele zako. Yani ukishapaka ipake vizuri nywele zako zote ziweze kuenea hiyo steaming, yani kila sehemu ya nywele yako hakikisha inapata hiyo steaming, kwa sababu hapo tunatengeneza nywele, tunazipa nywele afya. Sasa nywele zilizoharibika, nywele zilizokosa unyevu, nywele zilizokosa afya, nywele unaona kabisa this is not naturality ya nywele yangu, paka steaming. Ukishahakikisha imekaa katika kila eneo ya nywele yako imepata steaming, unavaa kofia. Kama una steamer then unaweza ndo ukavaa hiyo steamer, ukaweka steamer kichwani kwako. Kama hauna steamer unaweza ukachukua kofia la kuogea, zile kofia za kuzuia mvua isikuloanishe kichwani, zile unavaa, then unaweza ukafunga na kitambaa, unaiacha muda wa nusu saa kichwani kwako. Ukishaiacha utaiosha kwa maji ya baridi. Maji ya baridi labda kuna wengine waga wanaosha maji tu, yani anaosha tu nywele zake kwa maji ya baridi from amepaka shampoo na hizo steps zote anaosha kwa maji ya baridi. Nikushauri kitu, unaweza ukawa unakosea. Make sure unapoosha nywele zako kwa shampoo, osha nywele zako kwa maji ya moto ama ya vuguvugu. Hiyo inasaidia sana kufungua vitundu vya ngozi. Kwa utaondoa uchafu wote kwenye ngozi ya kichwa, kwenye nywele, na uchafu mwingine ambao umegandia. Maji ya moto yatasaidia kulainisha uweze kutoka. Baada ya hapo, umeshaya maji yako kwenye ngozi ya kichwa ya moto, umefungua vitundu vya ngozi. Sasa huwezi kuviacha hivyo vikiwa wazi. Utasababisha bakteria, utasababisha mauchafu mengine ambayo hayaruhusiwi yakakaa kwenye nywele zako. Kwa hiyo unatakiwa kufunga hizo vitundu vya ngozi yako ya kichwa au vitundu vya nywele. Kwa hiyo step inayofuata ndo kama umetia steaming na hivyo vingine, basi huo unasuza kwa maji ya baridi kusaidia sasa hivyo vitundu viweze kufunga vizuri. Naelewana? Okay, kwa hiyo main point ambayo nitaka kusema hapa kwamba steaming unaiapply kama nilivyosema kwenye kichwa, nywele zako unaiacha inakaa nusu saa, kisha unaiosha. Hii hauiachi kwenye nywele zako, unaiosha jamani, unaosha steaming. Ukienda siku nyingine saluni, usikubali akakubodlai kwa kupakwa steaming.
No, steaming ni ya kukaa kichwani na kuiosha, kwa sababu ukiacha kuna vitu ambavyo ni sawa na shampoo. Let's say umeosha nywele zako hujasafisha vizuri, ukaiacha kwa muda mrefu, zile shampoo zikabaki kwenye nywele zako, zinaharibu nywele. Kwa hiyo make sure kwamba ukishaosha nywele zako, ukipaka steaming, isuuze nywele yako vizuri kwa maji ya baridi. Hii steaming unatakiwa uipake kwenye nywele zako kila baada ya, isiwe too much kwa sababu siku zote too much is harmful. So kila wakati unaposha nywele zako unapaka steaming. No, minimize. Yani hakikisha mara moja kwa mwezi au mara mbili kwa mwezi unapoosha nywele zako, hakikisha unaweka steaming kwenye nywele zako. Na conditioner ya tatu ni leave-in conditioner. Kama neno lenyewe nilikwambia leave in, na kwenye makopo mengi yanakuwa yameandikwa, kuna hizi steaming mara nyingine zinaandikwa strengthening conditioner, hizo ni steaming. Lakini hizi leave-in conditioner zinakuwa zimeandikwa leave-in conditioner, yani inakuwa kabisa imeandikwa leave-in conditioner. Kama neno lake linavyokuambia leave in, iache ndani, yani iache ndani ya nywele zako. Hii sasa ni conditioner ambayo ukiipaka kwenye nywele zako huioshi. Sasa hii ndio inasaidia wakati wa kustyle nywele zako, yani vitu vilivyotengenezwa vinafanya moisture izidi kuwepo kwenye nywele zako. Yani unaweza ukapaka leo ukakaa baada ya siku 2 bado nywele zako zikawa zina unyevu. Kwa hiyo hii leave in conditioner inasaidia sana kuzipa nywele zako unyevu, nywele zako ziweze kukaa vizuri wakati una style. So hii pia ni styler ya inatumika wakati wa kustyle nywele zako. Sasa hii hapa unaipaka kwenye nywele lakini hauioshi. Hii hapa ndo hauioshi. Achana na zile zingine zote. Hizo zote za kwanza hizo zinaoshwa, lakini hii hapa hatuioshi. Na hii ni vizuri ukawa unaipaka kila siku kwenye nywele zako vizuri, hasa kwenye ncha. Zingatia sana kwenye ncha kwa sababu ncha ni sehemu kongwe sana ya nywele. Kwa hiyo ukipaka kwenye ncha, nywele yako inakuwa very moisture na inakuwa iko katika afya nzuri. Kwa hiyo unaweza ukaiapply katika nywele ambazo ni mbichi bado ama nywele ambazo ni kavu. Hii ni nzuri sana. Mimi nimekuwa nikiapply kila siku, sana sana nikisuka twist, my favorite hairstyle. Nikisuka twist mara nyingi waga natia leave-in conditioner daily, yani nita spray maji then nitapaka leave-in conditioner, kama na mafuta ndo nitapaka kwenye ngozi ya kichwa. So hii ni daily moisture. Ni daily moisture ya unaipaka kwenye nywele zako bila kuiosha. So hapa natumaini kuna watu sasa wameelewa kwamba hizi steaming kuna nyingine hazitakiwi kukaa kichwani. Hazitakiwi kukaa kichwani, zikikaa nyingine. Yani kitu ambacho wameambia osha, nini ambacho wameweka. They know. That's why wanakwambia osha. Usiache kwenye nywele yako, utaharibu nywele. Ukifuata hizi steps my dear, utarejea hapa na mrejesho ambao ni mzuri sana. Nywele zako zitakuwa vizuri, nywele zako zitakuwa zina afya. And so kwa leo tutaishia hapa. Till next time, jiandae kwa ajili ya another video. Till next time.